You must go. Ruto must go. Kwa hapa na hatuendi. Kwa hapa tunalala huku na hatuendi. We don't fear you guys. You hypocrites. We don't fear you. Mr. Speaker, we don't fear you. Tuko ndani. We stomped inside. My name is Ezekiel Chama. I was a comrade studying in School of Business, Economics and Tourism. But since then, it's been 21 months. So I've deferred many semesters, almost 2, for my safety reasons. Since the government was looking for us, sisi watu tuliingia kwa bunge, serikali iliendelea kututafuta. For the safety reason, I went missing for the 21 months. I never missed any protest, first of all. All the protests, I was available. Nilikuwa kama dawa. Nilikuwa hapo. Since I wanted to fight for my nation. I do remember the day very well. It was on date 25th June, on Tuesday. It was 3 p.m. in the evening. The time that we breached the police force and we entered parliament. Tulipoingia bunge, tuliitwa na wapishi. Wapishi walituambia njooni, kuna chakula, kuna mlo. Na tulipata chakula kimeandaliwa mbele ya meza ya watezi. Tulipata chakula. Utawacha chakula wewe? Siwezi wacha chakula. Saa 9 sijakula kutoka asubuhi. Kitu cha kwanza nilichukua, nilikula, nilishiba. Shibe ilikuwa pale. Lakini kitu ambacho hakikuwa pale ni chumvi. Tukichagua viongozi ambao wako na namna wanaweza ongoza, hata chumvi itakuwa. Tukienda huko tutakula na chumvi. Ukweli uongo? Tutakula vitu ambavyo viko na chumvi. Sisi si wagonjwa. Na tulipokula shibe ilikuweko, tukamuona Kosgei nominated MP wa UDA. Sisi na utu wetu tukamu-approach. Tukamwambia, na tunakujua. Na tunajua ulivote yes. Kama sisi ni goons, tungemuuliza tunajua ulivote yes. Tukamwambia, tutakusaidia. Kwa sababu kuna wengine wanaweza kuja, hawatakusaidia. Because of the anger which was in the youth. Wengine wangekuja hawangemsaidia. So this man, we talked to him. Tuliongea na huyu jamaa. And he accepted. And we accepted kutoka na yeye. Tulitoka na yeye. We had to all the wheelchairs. So these guys, if they shoot, si mnaanza na mtu wenu. Mkipiga risasi mnapiga wenu. So mtaambia nini hao watu wao? Mtaambia nini watu wa kwake? If you shoot this guy, mtamwambia nini? So tulitoka, tukaingia, tukatoka na yeye. Tulipokuwa tunatoka na yeye, walipokataa kutufungulia gate. Sisi ni nani? Mimi ni nani? Kwenye ile fence nikavuka bwana. Trouser yangu iliraruka hapa. Kaptura ambayo nilikuwa nimevaa iliraruka. Nikitaka kusaidia wengine watoke kwenye ule mtego. Hatukukaa dakika mingi. Sababu risasi zilikuweko. Risasi zilikuwa zinalia. Milio ya marisasi ilikuwa. Hatungekaa kwa muda mwingi. Tuliingia tukaongea pale dakika kidogo, alafu tukachomoka. Sidhani ilimaliza hata dakika kama 3. Hazikuisha pale ndani. Bado waliua kijana tulikuwa na yeye. That is very bad of them. Unawezaje huwa mtu nako kando nje ya bunge? In fact, for my opinion, mimi naona hizo barabara tuzipindue, tuziite majina yao vijana. Including Rex Masai. Avenue, we should have that avenue. We should have Evans Avenue. We should have Shieni's Avenue. In fact, that road, hiyo barabara ya parliament, inafaa kuwa inaitwa Shieni. Because he was killed outside the parliament. Sijui unakumbuka? Hiyo ni ukweli. Jameni, hii Kenya tunataka kuibadilisha. Ile place ilikuwa inachemka. That was a volcano of that day. Nilikuwa na marafiki. One of my friends is Eric Shieni. Eric Shieni was shot